ya ofisi yangu, nataka uchunguzi mlioufanya, kwa sababu leo mmechaji watu, mmeamua kuchaji watu. Mtoe kwa uwazi kwa media mlipata nini kwa governor's residence. Yes. Simu yangu ndio ilikuwa ya kwanza kufanyia uchunguzi. Na ilipeanwa na court order. Order ikapeanwa ya kwamba simu yangu ichunguzwe. Mlipata nini kwa simu ya governor? Hiyo ndio maneno tunataka kujua. Kama kweli kuna uchunguzi wa ukweli unafanywa. Lakini nataka kutangazia dunia ya kwamba uchunguzi umejaa siasa tupu. Siasa tupu. Na hatutanyamaza, tutataja watu kwa majina. Huyu mtu ambaye ni mshtakiwa the key suspect mkuu ambaye ni Supu. Mnahitaji kuangalia mtu mmoja tu wa governor mwenye alipigia simu ama wengine wengi ambaye pia aliwapigia simu. Kwani Supu alipigia tu ndugu yangu simu? Hakuna mtu mwingine alipigia simu siku hiyo? Ndio mbebe kijana ati mseme ati kwa sababu Supu alimpigia simu you want to charge him. Wale ambao wamewasukuma kisiasa kwa sababu mnasema ya kwamba mmepewa pressure, political pressure. Wenye wamepatia nyinyi political pressure, wapatie nyinyi ushahidi. Maana tutahitaji haki kwa kijana wetu, ninahitaji haki kama familia yangu. Huyu mshtakiwa, kama vile first gentleman amesema, mwenye alikuwa anamtorosha ni DMK Kiogora. Ameandika statement. Huyu mwenye ni marehemu sniper, siku hiyo tarehe 2 tuko na information ni nani walikuwa wanampigia simu. Mbona hawajaandika statement au wengine? Huyu marehemu sniper alipigiwa simu na mtu mmoja peke yake. Hakuna mtu mwingine alimpigia simu. Kuna yule pia waliongea na sniper to the last minute. Tunajua mambo mengi. To the last minute kuna yule aliongea na sniper mpaka dakika ya mwisho. Na tuna habari ya kwamba mumemuita mkamwambia andikisha 1 2 3 4. We know. We have a lot of information. Na huyo mwenye aliongea na sniper to the last minute, tuna habari ya kwamba alitumiwa pesa na deputy governor wa Meru. Hiyo pesa alitumiwa na mpesa ilikuwa ya nini? Mbona DCI hawajatuambia ya kwamba kuna mtu aliongea na sniper more than 15 times that same day na aliongea na yeye until the last minute na alitumiwa pesa na deputy governor? Tunataka kujua. Tunataka kujua alipoandikisha statement. Mbona haikuwekwa hadharani ya kwamba kuna mtu upande ile ameandikisha statement? Ni wale tu wako upande wa governor ndio wanaandika statement. Hakuna wale wako upande ile wanaandika statement. Tunataka kuelewa. Lakini cha muhimu dunia ijue ya kwamba hapa ni siasa na askari hawafichi, wanasema ya kwamba wamesukumwa kisiasa. Na nina kabisa nitasimama na nitaongea, na si leo peke yake, siku nyingine na nyingine nitaongea. Na kuanzia leo tumeamua kama ni hiyo siasa mnataka ichukue hiyo mlengo, tuko tayari. Hakuna muoga. Na ningependa CS ajue ya kwamba mimi si nominated governor, my friend. I'm not a nominated governor. I'm a duly elected governor. Na tulipambana kwa ballot nikakuangusha. Kama unataka kuingia siasa ya Meru, jipanga 2027 tukutane. Hakuna uoga. Lakini siasa mbaya hapa Meru hautaishi kuzumbua watu. Tumekunyamasia kwa muda, tumekupatia nafasi, fanya kazi ambayo umepatiwa na rais. Pamoja na PS wako. Tunakuelewa na tunajua hiyo njama ambayo mmeweka. Ati mnasema kwa hiyo investigation lazima muguse mtu mmoja wa familia ya governor. Lazima mtugusie moja, hata kama atatoka mbele at least mmemuguza. Ndio mmemuguza, lakini atatoka tu, maana ukweli haufishiki. Mungu wako. Na kuna Mungu mbinguni. Ati msimalize uchunguzi kabla ya kuguza mmoja wa governor ama kubeba fasi. Mlikuwa mna target watu watatu, tunajua hivyo. Either muguze huyo ndugu yangu ama first gentleman ama Miriam. Aibu kwenu. Kwa wale ambao wanatumia vitengo vya serikali vibaya.
Na kwa sababu mmefanya vile ambavyo ilikuwa mapenzi yenu ya kuhakikisha ya kwamba mmepata one of the governor's family ndio muweze kuandika, haitaishia hapo. Tutasukumana kotini vilivyo. Kabisa. Tutasukumana. Na mpaka mtoe ushahidi. Na kwa mimi kama governor, kwa wale ambao wamesema governor ni muuaji na kunitaja na majina mbili, niko na nyinyi kotini. Nataka damages. Kulipwa. Na si kulipwa hivi hivi, nitalipwa. Na mimi kama governor sitakubali upuzi tena. Leo nimeamua. Na kuanzia leo ni kabati kaende. Kama umepewa kazi wewe ni CS, ende ukafanya kazi yako. Sijui umeleta fertilizer ngapi, sijui umeleta mboleo ngapi huku. Fanya kazi ambayo umepewa na rais. Kama wewe ni PS, kazi yako si kusunguka huku ukikoroga ma MCA. Fanya kazi yako kama CS. Na kila mtu afanye kazi yake. Nimewanyamazia ya kutosha, lakini sasa ni add-on collision. Sitawanyamazia tena. Hapa nilipewa nafasi na mwananchi na kura zaidi ya 1,200. Na nitasimamia Meru kabisa. Nataka kusema hivi. Namshukuru Mungu maana mmemaliza uchunguzi. Lakini kuna vijana mmekaa nao more than 2 weeks. Mmekaa na mfanyikazi wangu ndani, hata swali hamjawahi kumuuliza, mnafungia au mnabeba, mnaenda mnafungia. Ni kama wanakaa kwa hoteli. Tunawauliza mnaulizwa nini? Hakuna. Mnapelelezwa nini? Hakuna. Mnakaa na wao kuharibia watoto wa wenyewe majina. Mmeenda stage mnachukua mwingine anaharibiwa jina. Mnachukua mfanyikazi wa serikali anaharibiwa jina. Mnaweka starehe kwa Nairobi. Nani atarekebisha hiyo makosa ambayo imefanyika? Ati sasa mmeachilia kila mtu, mmebaki na key suspect na kamoja kwa familia ya governor, ndio sasa ionekane governor ako part and parcel. Shame on you. Shame on them. My family will never be involved in such act ambazo hata Mungu mwenyewe anajua. Ingine, wakati nilitoka Senate, nilisema ya kwamba naenda kutafuta peace. Lakini nashindwa hii peace itapatikana namna gani, kwa sababu kila MCA ambaye anataka kuja upande wangu anatolewa kwa kamati. Kuna Frida na Itore nominated MCA na UDA. Wakati alikuja kwangu ametolewa kwa kamati. Kuna Kiroria wa Thangatha ward, kwa sababu alikuja kwangu ametolewa vice chairman. Kuna majority leader Mawira ambaye alikuwa the impeachment mover wa the last one. Akakuja akasema gavana tufanye kazi kwa pamoja. Jana mmemtoa kwa hiyo position. Who is behind this? We want to know. Na ninataka kuambia rais ya kwamba kuna katero ambazo ambao wataharibu chama Meru hapa. Wakijifanya hao ndio walitafuta kura sana. Kura gani? Bila hawa rais watu wanakupenda na watakupatia kura, bila hawa makatero. Kabisa. Kabisa. Si watu wajifanya ate wako karibu na rais sana, wako na power ya kupeleka investigators this direction, wako na power ya kuamua nani atashikwa, wako na power ya kusema nani ataashiriwa, wako na power ya kusema toa majority leader, wako na power ya do what they want in Meru. No, not in Meru again. Na rais usidanganywe na watu wachache ambao wanajifanya hapo ni superpower ati wako Meru hapo wanajifanya nini. Wataleta kwa meza hakuna. Hata wakikuja kwa debe hao ma MPs watagaragaso wote. Na kuja mwenyewe Meru uone ya kwamba wale mabroka ambao wanajifanya ni wa UDA hawana ground, hawana watu kabisa. Ni debe tupu zinapiga makelele huko juu. Kama rendikiri hakuna. Unajinda hata kuweka mkutano. Hata mikutano hawezi kujiwekea. Sasa wamechukua hiyo nafasi ya kifo ya mtoto mdogo, wanazunguka na maiti wiki mzima, wiki nyingine mzima, because they cannot afford to do a public rally. Hao wenyewe mpaka watafute njia ya kujiuza kisiasa. Maana mligongwa Senate mkakuja mkakuwa edo, hamuna njia ya kujiuza, sasa mkatafuta kaaveni ya kusunguka kila soko. Shame on you. Shame on you. Gavana wa Meru si muoga. Ukiona gavana ako hapa na watu wamempatia nafasi ya kuongoza, you are not dealing with a simple woman.
Yes. My friend, you are not dealing with a simple woman. Una deal na mtumishi wa Mungu, mna deal na mchapakazi, mna deal na mtu anajielewa anapeleka Meru wapi. Lakini hii siasa nduni ambayo umeanza kuleta Meru hatutakubali. Ingine, kuna hao mabloggers ambao ni sponsored. Na wale ambao wana sponsor hizi media zenu. Na wengine wana sponsor magazeti yenu. Juzi nimeona mmeweka First Gentleman front page. Kesho kama mnajiamini niwekeni front page. Mnalipwa, mnaweka mtu front page ati mpaka muweke jina ya governor ndio hiyo story ikimbizane ama iendeshane. Mpaka muweke governor's brother ndio hiyo story iendeshane. Maana itafika mwisho hakuna jambo alifiki mwisho. Mtapeleka aibu wapi? Where? Watu waache kutumika kisiasa. Watu waache kutumiwa vibaya na watu wachache ambao wanahitaji tu kukula na kujitengenezea majina kivyao. Mimi kama governor wa Meru, number 1, nitahitaji haki kama mama, nahitaji haki kama kiongozi, nahitaji haki ya familia yangu, nahitaji haki ya sniper ipatikane, nahitaji haki ya familia yangu ipatikane. Ya mwisho nikimalizia. Hapa kwa sababu mlisema ni scene of crime, governor's residence. By tomorrow, lazima DCI na vitengo vingine ambavyo walisema ni scene of crime watupatie ripoti walipata nini kwa governor. Failure to that tutaandamana kama wa Meru. Mpaka tuitishe ripoti ya governor's residence. Yes. Kuna ripoti nyingine wanazungusha hawa mabroga na wengine. Ati yule marehemu alitolewa ulimi, alitolewa macho. Tunataka information ambaye ilitolewa, anaitwa pathologist ama anaitwa nani? Yes. Aseme macho na masikio na nini kama iko intact ama iko intact. Tuambiwe. Lakini hii porojo nyingine mnazungusha, my friend, na wale sponsors sana. Na sponsor tunajua. Ni yule aliua wa Amani, yule aliua Med.